Habari za sahihi na karibu katika taarifa yetu Mwangaza wa Fikra na Mtazamo. Hali ya usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz imeingia katika hatua ya hatari. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, Iran imetekeleza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya meli za mafuta na kibiashara, hatua ambayo imetikisa soko la nishati duniani. Tunaanza na ripoti kutoka kwa mchambuzi wetu Ustadh Khan, anayetuongoza kupitia vyanzo mbalimbali vya habari vilivyothibitisha matukio haya. Ustadh Khan, karibu. Shukrani sana. Ripoti za hivi karibuni zinastusha. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mnamo tarehe 11 na 12 Machi, meli mbili za mafuta zilizokuwa zimebeba shehena kutoka Iraki zilishambuliwa karibu na bandari ya Qasri. Shirika hilo limeripoti kuwa meli hizo zilipigwa na kuwaka moto na kusababisha kifo cha mfanyakazi mmoja. Kuna taarifa kuhusu mbinu mpya zilizotumika. Je, ni kweli? Gazeti la The Guardian limeripoti kuwa Iran inatumia droni za baharini. Droni za baharini zinazojiendesha, yani unmanned surface vessels. Hii ni mbinu ya kisasa inayolenga kuharibu sehemu ya chini ya meli. Aidha, The Times of Israel imechapisha ripoti ikinukuu vyanzo vya kijasusi kuwa Irani imetega mabomu baharini katika maeneo ya kimkakati ya mlango Hormuz ili kuzuia mapito ya meli. Na vipi kuhusu meli nyingine za kibiashara nje ya zile za mafuta? Jarida la Hindustan Times limethibitisha kuwa meli yenye bendera ya Thailand itwayo Mayuel Nale ilishambuliwa na kupata uharibifu mkubwa kwenye mpangaboi yake, jambo lililofanya ishindwe kuendelea na safari. Hali hii imesababisha bei ya mafuta ghafi duniani kupanda na kuvuka dola 100 kwa pipa moja, kama ilivyoelezwa na wachambuzi wa uchumi kupitia The Times of Israel. Ni wazi dunia iko katika tahadhari kubwa. Shirika la kimataifa la nishati limeshatangaza kutoa mapipa milioni 400 kutoka kwenye akiba ya dharura ili kutuliza soko. Tunashukuru Ustadh Khan kwa uchambuzi huo. Asante. Endelea kufuatilia Mwangaza Brain Digital Africa kwa habari zaidi za kina. Mimi ni mtangazaji wako Haisamu Mo. Mwangaza Brain Digital Africa ni mwangaza kwa wote. Asante Ustadh Khan kwa elimu.